Vipi tena ndugu yangu? Mbona sura umejeza makunyanzi kama kizee cha miaka 100? Tena ni afadhali tumepatana Jidai. Natumai unamjua vizuri Mapenzi. Ndiyo namjua Mapenzi. Jidai, Mapenzi ni mpenzi wangu mimi. Hapa kijijini kote kila mtu anajua Mapenzi ni mpenzi wangu na tumepanga vitu vingi sana mimi na yeye. Hivi unadhani kwa uzuri alionao Mapenzi una hadhi ya kuwa na Mapenzi wewe? Nisikize, Mapenzi anahitaji gharama, anahitaji kutunzwa, anahitaji kupendeza. Sasa nashindwa mpaka kukuacha wewe ujue uwezi kumsimamia majukumu yake kama anavyotaka yeye mwenyewe. Bro, Mapenzi anauma. Na mimi na Mapenzi tumepanga vitu vingi sana mimi na yeye. Nisikize, nenda ukajita. Amani sister. Nina mengi ya kuongea lakini kulingana na muda wangu na time siweza kuongea mengi. So naomba unielewe. Na nipasi yako nifanye nini mbona? Oh my God. Hivi uko showeza ile anataka nini kutoka kwako? Nina watu baadaye tuongee. Then ama baadaye so please no communication. Kama inawezekana. Ila namba usiseme. Usijali. Thank you. You're welcome. Jidai, mimi ni nani? Wewe ni bosi wangu. Naona ushaanza kulijua jiji sasa. Unaingia kazini masaa unayotaka. Unatoka kazini masaa unayotaka. Mbali na hivyo, umechukua ofisi yangu kuifanya sehemu ya starehe. Sio hivyo boss. Ni nini? Boss, naomba tu unisamehe. Na ikijirudia? Na kwa hivi haitojirudia. Naomba nisikilize. Ubadilishe tabia yako. Na usipobadilisha, ofisi yangu utaiona kama kituo cha polisi. Rudi kwenye ofisi yako, kuna kazi umalizie. Sawa boss. Okay. Kuelewa. Kwenye hii dunia unafaa ujue mambo haya mawili. La kwanza ni pesa na la pili ni mapenzi. Na kwenye hii dunia ukiwa na pesa bila mapenzi, hiyo haipo. Na ukiwa na mapenzi bila pesa, hiyo nayo pia haipo. Sasa wewe, kwa hivyo ulivyo, ilikuwa tarajia mimi nikupende kweli. Sawa. Najua hayo yote ni kwa sababu sina kazi. Nakumbuka tuna vitu vingi sana tulipanga mimi na wewe Mapenzi. Lakini angalia sasa. Mapenzi. Hayo unayoongea yote, yani mimi naona kama bado niambia nyumba ama shahidi. Sasa chagua moja. Uwe rafiki au uwe mpenzi mtazamaji. Mapenzi. Mapenzi. Ni jina langu. Na kama una la kuongea. Mapenzi. Mapenzi.
napasa japo uona moyo wa huruma. Mwenzako kichoka kwenda kuangaikia, napambana na magumu ninayoyaona, Mola pekee ndo ananiangalia. Inapaswa rudipo unipoke, kifuani wako nitulize, maneno matamu unichombeze. Hivi sikizi ni shida gani? Mbona haja kumedhofika sana? Kama kitambo. Ama umeona ndo maana nimeshampeleka mbele. Wajua Salompo, sometimes huwa unaongea vitu mpaka ninajiuliza huyu rafiki yangu anaongea nini. Sasa mimi nawezaje kuoa alafu nisikushirikishe huyo rafiki yangu afai? Kwa nini naomba? Ni kweli nimekonda, na yote ni kwa sababu ya changamoto nilizonazo. Yeah. Kwa sababu imefikia kipindi mpaka sasa najiuliza hata nikipambana nampambania nani? Mbele sioni future kabisa kwamba nitakuja kujenga labda familia, nitakuja kuwa na watu labda ambao wananihitaji sana. Shona. Ile jambo wale linanipa wasiwasi sana na linaninyima furaha, na ndio maana naona niko katika hali hii. Unajua bado wanika njia panda. Hebu funguka. Usitaki malenga. Mimi sijasema sana, unajua tena. Sawa. Kwa kuwa umetaka kulijua tatizo, basi mimi nitakwambia kama rafiki. Nakusikiliza. Hivi unaweza kuamini kwamba mimi nina tatizo la uzazi? Yaani auzai au zalishi ama iko vipi hapo? Siwezi kuambia sizai kwa sababu mimi sio mtoto wa kike. Lakini ni kwamba sina uwezo wa kuzalisha, sizalishi kabisa. Babu vipi? Mimi ninakueleza issue za kimsingi mzee. Hii issue unafaa usaidie na sio kucheka. Oa. Ali. Sikia mjana. Si ndugu. Sijana kwa hiyo. Sasa saidia nani wakati issue yenyewe wanakuboya. Unaongea na wewe mwanangu. Ni nini unakosa kwa hii nyumba? Kama umeamua kwenda kuzunguka kufanya mambo mabaya huko nje. Mama, kila siku maneno wazi ngua. Mimi kila vile vitu zangu nahitaji time kutulia mama. Lakini ndio mwanzo kelele, mwago ajaja sana mada. Subedi mwanangu. Mimi nilikutangulia hapa duniani. Najua kubaya. Baya gani mada? Mimi ndo kamanda wa hii mtaa. Kitu chochote mimi najua chenye nafanya. Kwa hivyo usinisumbue mada. Subedi mwanangu. Nimechoka mada, kila siku maneno. Baki na nyumba yako. Subedi mwanangu. Mungu. Mungu. Wengine wanapewa watoto lakini sijui mimi nilipewa nini Mungu wangu. Kwani kuna kukosa na kupata, kwani riziki ni mafungu saba, na Mungu yeye ndo anaipanga, ni safari ya maisha. Abdulu. Za masiku bwana. Safi kabisa. Niambie ndugu yangu. Fresh. Na umepotea kweli ndugu yangu upo? Vipi Idi? Nasikia ulisimamishwa kazi. Kipi kilikukuta ndugu yangu? Ndugu yangu yaacha. Ni baadhi ya wafanyikazi wenzangu waliniwekea unafiki mpaka nikafukuzwa kazi. Pole sana ndugu yangu. Hiyo habari nilizipata, ila nasikia kamanda alisema kuwa atakurudisha kazi. Ila sina uhakika na sijajua ni lini. Kama ni hivyo nitashukuru sana. Maana yenye ninapitia Abdulu, siwezi kudanganya, napitia maisha mengine magumu sana. Yaani imeenda mpaka mapenzi ananisaliti. Pole sana ndugu yangu. Pole sana. Ukosefu wa kazi, ukosefu wa ajira. Pole sana. Naona simu inaita hapa. Ni kamanda huyo. Basi Abdulu. Yes bro. Tutaonana baadaye. Haina shida. Halo. Maisha ya Nafurahi sana mpenzi wangu. Mami. Naam.
naiona sura yako ilivyojawa na furaha Swahili, na hii ndio sura ambayo wanataka kuiona kwako. Kwa hiyo mimi ninachokiomba kuwa huru Swahili, na kama kuna kitu chochote kile ambacho unataka kuniambia, tafadhali usisite kuniambia, kwa sababu hii ni siku yako ya furaha. Kweli kabisa, ukizingatia tuna muda mrefu sana hujatoka hivi, hujatoka out Milan. Na shida gani? Naomba wewe uende hospitali kwa sababu isije yeye nikaleta tatizo. Sawa? Twende hospitali tuone shida iko wapi. Kwa sababu katika hiki kipindi ambacho kimefika, mimi sihitaji upate matatizo yoyote hapa. Kwa sababu naenda kulitimiza jambo langu la furaha, kwa hiyo please. Naomba twende hospitali. Naongea na nani? Dokta? Kwanza ni hospitali gani hiyo? Dokta hospitali gani? Ndio. Amekufa? Ndio maana kisijazoea mpaka sasa hii. Safari ya maisha inaanza, wanasema inaisha inapoanza. Wanayosema mengi sana waja, kwamba maisha yatakuwa sawa. Nami namuamini wangu Baba, kwani kuna kukosa na kupata. Kwani riziki ni mafungu saba, na Mungu yeye ndo anayepanga. Ni safari ya maisha, ni kuamini, kwa siku tutafika.